Leo nataka nikufundishe somo linalohusu vifungo vinavyotokana na asili au mahali tulipozaliwa, yani namaanisha huko vijijini kwetu. Kuna watu ambao maisha yao yamefungwa si kwa sababu ya dhambi zao binafsi, bali kwa sababu ya maagano, laana au madhabahu zilizowekwa katika asili zao, maeneo walipozaliwa au katika vijiji vyao vya kifamilia. Mara nyingi hivi ni vifungo vya kimaeneo vinavyotokana na mizimu, miungu ya ukoo au maagano ya damu yaliyofanywa na wazee wa kale. Sasa ufafanuzi juu ya vifungo hivi vya asili uko hivi. Vifungo vya asili ni hali ambayo mtu anashikiliwa na nguvu za kiroho zinazotoka kwenye mizizi ya kifamilia au eneo analotoka, kiasi kwamba mafanikio, afya, ndoa au huduma yake haviwezi kupaa, yani haviwezi kufanikiwa, haviwezi kuleta matunda mazuri. Mtu anaweza kuwa ameokoka, lakini hili jambo pia muhimu sana. Watu wengi wanasema mimi nimeokoka, hivi vifungo vinaweza vikawaje? Mtu ameokoka, kwa nini anatoka tena pepo? Au mtu anaweza kawa bado anatembea na vifungo. Iko hivi, mtu anaweza kuwa ameokoka lakini bado anaathiriwa na mizizi hii endapo hajainjwa kwa jina la Yesu Kristo. Sasa nataka nikupe mifano wa kimaandiko kuhusiana na somo hili. Mfano wa kwanza ni kuhusiana na Abraham na nyumba ya baba yake. Ukisoma pale Mwanzo 12:1 inasema, Bwana akamwambia Abraham, toka katika nchi yako, jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende katika nchi nitakayokuonyesha. Mungu alimwambia Abraham aondoke, maana katika nchi hiyo kulikuwa na maagano ya sanamu yaliyomfunga familia yake. Watu wengi leo wako kama Abraham, kabla ya kuitwa wamefungwa na mizimu ya kifamilia, ili hali Mungu anawaita kuanza kizazi kipya. Kwa hiyo kuna watu wanatembea katika maagano ya kifamilia, na ni Mungu anamtoa Abraham kwao kwa sababu pale kulizunguka na miungu, maana usingeweza kutimizwa kusudi la Mungu. Wenda mizimu ile ingemvuta nyuma kila wakati ambako kusudi la Mungu lilikuwa linataka kwenda. Namba 2, mfano wa Biblia nataka nikupe kuhusiana na Gideon na madhabahu ya baba yake, Waamuzi 6:25-26. Usiku ule Bwana akamwambia Gideon, bomoa madhabahu ya Baali ambayo ni ya baba yako. Gideon angeweza kuleta ushindi kwa Israeli hadi kwanza avunje madhabahu ya kifamilia. Sasa hivyo mtu hawezi kupata ushindi wa kiroho hadi avunje madhabahu ya asili yake. Kwa hiyo ni kwa nini wewe unaanza hatua 2 3 unadondoka? Mahusiano kwenye yanakuja ile 3 mahusiano, watu wanakuja kama wako serious kukuchumbia wanakimbia. Kwa nini biashara ukiifanya inakufa? Kwa nini kazi ni mtu tu kufukuzwa au unapata tu kazi zisizoeleweka? Ni kwa sababu wakati wengine hujashughulikia madhabahu kwanza. Madhabahu zinalilia na zinakuambia kwamba wewe ni wa kwao na haufanikiwi kwa sababu kwenye mizimu ya baba yako ilisema vitu kama hivyo. Sasa ishara za mtu utajuaje kama mtu huyu sasa yuko anatembea na maagano ya kifamilia? Hizi ndio ishara za mtu aliyefungwa na asili au maagano ya kifamilia. Namba 1, kila jambo analoanza halidumu. Hiyo ni ishara ya kwanza ya mtu kujua kwamba mimi natembea kwenye vifungo. Ndoto za mara kwa mara akiwa kijijini kwao au akiitwa na watu waliokufa. Hii ni ishara pia ya kuonyesha kwamba umefungwa katika mizimu ya kifamilia au ya kule ukoo wenu ulikotokea. Ya 3, kukosa maendeleo hata akiwa na uwezo. Yani kuna watu wana uwezo hata darasani, lakini mwisho siku unaweza kumkuta tu anapiga zege. Kuna watu wamemaliza vyuo, unakuta mwisho siku anazurura tu ovyo. Kuna watu yani wako na fani nzuri, lakini hakuna wanachoweza kukipata, hata kazi hawapati. Hapo unajua mizimu ya nyumbani inahusika. Ndoa zinavunjika bila sababu. Kuna pia ndoa inavunjika bila sababu za msingi, unajua basi hapo mizimu ya nyumbani inakutembelea, wakati mwingine inakugombanisha, wakati mwingine inakulele. Yani ni vurugu. Nyingine ni ugonjwa usioelezeka kitaalamu. Ukiona unaumwa, afu unaenda kupima, unaambiwa wewe hamna ugonjwa wote, ujue hizo ni roho za mizimu za kwenu inafuatilia familia yako au wewe mwenyewe. Namba 6, hofu au kukosa amani ukifika kijijini kwenu. Ukienda kijijini kwenu amani, una ndoto unazoota za ajabu wala unafikiwa mara nini, basi uko kwenye mifungo ya mizimu. Takiwa upate msaada wa kiroho haraka sana usije kaumia. Sasa sababu za kifungo, kwa nini watu wanafungwa kwenye maagano au watu wanafungwa kwenye nini za kifamilia? Iko hivi. Namba 1, agano ya damu yalifanywa na mababu. Sasa kabla ya baba yako, nyuma ya baba yako, hao mababu wa kwanza, kuna maagano fulani ambayo walifanya na shetani au walifanya na kuzimu au walifanya na majini na mapepo. Na kwa sababu hiyo hayo maagano ndio yanafuatilia kizazi hata kizazi. Ndio maana unashangaa babu alikufa hata basikeli ya kumiliki, mtoto anaenda hivyo hivyo. Au wengine walikufa mababu walikufa wakiwa na ndoa zaidi ya 6 au waliweza kuoa wanawake 6 au waliachana zaidi ya ndoa 3 4, na watoto nao wanafuata hivyo hivyo. Na majukuu nao wanafuata hivyo hivyo, kwa sababu kuna maagano fulani inategemea na ukoo ambao yapo. Au wengine ni wazururaji, wengine hawasomi. Ingine ya pili ni madhabahu ya mizimu au miungu ya kifamilia. Kwa hiyo sababu za vifungo hivi, kwa sababu kunakuwa pia na madhabahu hizi za mizimu au miungu ya kifamilia inakuwa iko kule. Kwa hiyo wewe ambaye hujajiconnect kwenye hiyo, maana yake lazima iwe guest na wewe. Namba 3, laana zilizotamkwa juu ya ukoo. Hii laana yoga inamtindo kufuatilia, yaishi kwenye kizazi kimoja, kinamtindo kunakuta kati ya mababu zenu waliwahi kufanya makosa. Kwa mfano unaona kama ile wakati wale vijana katika Biblia ambao aliangalia utupu wa baba yake, ile laana aliachilia mpaka kwa vizazi vyake vyote. Unakuta hizo laana za namna hiyo, unakuta baba aliachiliwa laana au namna gani. Hiyo inatembea kizazi hata kizazi bila kuacha hata space. Dhambi namba 4, dhambi za vizazi. Kwa tengine vizazi vyetu babu zetu walifanya dhambi fulani, wenda za uaji, wenda za uchawi, wenda whatever, wakafanya hizo dhambi na hizo zikaendelea kushikilia hadi wewe leo zinakuhukumu. Kama sipo kujitoa huko, maana yake inakuwa bado una changamoto kubwa. Ya 5, kutojitenga kiroho na mizizi ya kale. Sasa hizi naweza kufuatilia kama pia hujatenga. Vifungo vinaweza vikao kama umeokoka na bado hujajua namna nzuri ya kujitoa katika mizizi hii au katika fungato hili la ukoo la kimizimu. Sasa njia za kuvunja vifungo hivi. Namba 1, nataka nikufundishe hizi njia namna ya kuvunja vifungo. Namba 1, ufunuo na toba. Lazima uwe na ufunuo kwenye jambo hili. Tambua kwamba kuna vifungo vya asili vinavyokuzuia. Ukishatambua hivyo, kisha tubu kwa niaba ya ukoo wako. Soma Danieli 9:5-6. Namba 2, kukataa maagano ya kale. Tumia mamlaka ya jina la Yesu kusema, nakataa kila agano la damu lililofanywa kwa niaba ya ukoo wangu kwa jina la Yesu Kristo.
Namba 3, maombi ya kuvunja madhabahu. Omba Mungu ateketeze kila madhabahu ya familia kwa moto wa Roho Mtakatifu. Waamuzi 6:25-26. Namba 4, kujitenga kiroho. Toka katika maagano ya giza kwa imani. Wakorintho wa 2:5-17 inasema yeyote aliye ndani ya Kristo ni kiumbe kipya. Namba 5, kutoa dhabihu ya ukombozi. Dhabihu ya ukiloo ni sehemu ya ushuhuda wako wa kujitoa kwa Mungu, kama Abrahamu alivyojenga madhabahu kwa Bwana, Mwanzo 12:7. Sadaka ni muhimu. Maombi haya pia ambatanisha na sadaka yako. Lazima utoe sadaka yako, na uhakikishe mtu ambaye anakuombea pia ana nguvu ya kuondoa huko kutoka katika hiyo connection. Kwa hiyo maombi ya kuvunja vifungo vya asili. Nataka nikupatie hapa maombi ya kuvunja vifungo vya asili kidogo. Haya, twende, unaweza kufuatisha sala hii. Bwana Yesu Kristo, leo ninakushukuru kwa damu yako yenye nguvu, kwa mamlaka ulionipa, ninasimama kuvunja kila agano, laana au madhabahu iliyotoka katika asili yangu. Kila nguvu za mizimu, wachawi au miungu ya kifamilia inayoshikilia maisha yangu iangamie sasa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Ninajitoa katika jina la Yesu na ninafunguliwa sasa kutoka katika vifungo vya asili yangu. Sema amen. Mungu akusaidie uweze kutoka katika vifungo vya familia. Ukombozi wa kweli huanza pale mtu anapotambua kuwa kuna mizizi ya kifamilia. Hii ni muhimu pia wewe kujielewa kwamba ninafuatiliwa na mizimu. Kama huwezi kujua hiyo kwamba ninafuatiliwa na mizimu ya nyumbani, ni ngumu sana kupata ukombozi wa kifamilia inayohitaji kuvunjwa. Yesu alikuja kuvunja kila nila, na leo kwa damu ya Yesu unaweza kuwa huru kabisa. Isaya 10:27 inasema nila itaharibiwa kwa sababu ya mafuta. Ukombozi wako ni halali kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Barikiwa. Ni mimi apostoli wako Ezra Julius Stone.